kwa matendo. Haleluya. Lakini hao walio rohoni sasa, Warumi sura ya 8 mstari wa 14. Warumi sura ya 8 mstari ule wa 14. Warumi sura ya 8 mstari ule wa 14. Asema, kwa maana wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa kundi la pili la watu ambao wanaweza kuwatambua manabii wa uongo ni watu walio rohoni. Anasema hao wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa hata kama umesafiri umeenda Marekani, kitakachokuongoza na mwalimu wako ni Roho Mtakatifu. Unaweza kukuta kanisa ni kubwa, lina vioo na marumaru, mchungaji na magari 15, unaingia pale ni uzito. Bwana anasema hapa, toka. Amina. Usiangalie vyaelea vimeundwa. Haleluya. Usiangalie mazingira, angalia Roho wa Bwana anakuambia nini. Unajua watu mmepotea kwa sababu ya makanisa kuwa na muonekano mzuri. Watu wamepotea yani mtu anapotafuta kanisa la kuabudu hamuulizi Mungu ya kwamba ni wapi pana madhabahu yako. Yeye anaangalia kale huu mji wa Dar es Salaam ni kanisa kubwa gani, lenye vioo, lenye marumaru. Yeye anaangalia marumaru, anaangalia madhabahu, anaangalia mazingira, anashindwa kuelewa mazingira sio chochote. Haleluya. Tunaangalia aliyesimama pale. Wale wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Wanaoangalia sura ya majengo ni wale ambao hawana Roho Mtakatifu. Wanaenda tu pale kwa sifa. Ni mzinzi, ni mchawi, anaingia tu kwa sababu anataka mazingira mazuri. Ni jengo kubwa na wazinzi wamo, na walevi wamo, wako mbuzi na kondoo ziko humo. Kwa lazima uelewe, usiangalie majengo. Angalia aliyesimama pale, ana Mungu au ana Mungu. Kama ana Mungu, ondoka. Haleluya. Kama ana Mungu, tunzwa hapo. Mungu atusaidie sana. Amen. Kwa hiyo ukiwa na Roho Mtakatifu, wenye Roho Mtakatifu hawaangalii majengo. Ndio maana hili jengo hili unavyoliona kanisa hata kadogo, lakini watu wenye macho ya Roho wako hapo. Haleluya. Lakini watu wasiokuwa na macho wasema kanisa kadogo, na mchungaji mdogo, kwa siwezi kusali hapo. Amen. Kwa kama unaangalia mazingira, ngoja nikwambie, hata Yesu mwenyewe, hata Musa mwenyewe hakuweza kutengeneza mazingira mazuri ili watu wamkubali. Yesu alikuwa na nguvu yake tu, akiwaponya watu, anajikusanyia kanisa kwenye mlima na watu wanapona. Haleluya. Amen. Kanisa sio jengo. Haleluya. Amina. Mwili wako ndio hekalu la Mungu. Wala sio majengo unayoyaona. Majengo, Yesu akasema walipomwambia sadaka watu wametoa, wamependezesha hekalu, akasema sikilizeni waambie, itakuja siku ambapo majengo yote ya dunia yatabomolewa. Haimaanishi ni kanisa la vioo litaondoka, haimaanishi ni marumaru, lakini atendaye mapenzi ya Bwana atadumu hata milele. Haleluya. Yote yatabomolewa. Maana jengo hili linakujihifadhi tumwabudu Mungu. Tunaogopa mvua, tunaogopa jua, tunakutanika hapa, ndio maana kila mtu anakwao. Kila mtu anakwao. Hili sio kanisa, kanisa ni wewe. Ndio maana tunakutana kwa muda fulani, tunamsifu Mungu, tunamwabudu Mungu, tunaondoka. Kwa hata wakibadilisha, maana hekalu la Yerusalemu watu walipochoka kumwabudu Mungu, wakageuza ikawa soko, wakauzia nyanya na vitunguu. Ndio maana hili jengo tukija tukahama, wanaweza kufanyia mambo yoyote hapa na ikakubalika, lakini sio kwenye moyo wako, sio kanisa lako la ndani. Haleluya. Jengo unaweza kaamua liwe kanisa au ukatoa isiwe la kukutania, ukafanya vyovyote, lakini kanisa ni wewe. Haleluya. Wanaosema watanyakuliwa, mwingine shambani, mwingine wapi, ujue kwa nini utanyakua jengo. Wana kanisa ni mtu. Haleluya. Ni jamii ya waaminio walio na Roho Mtakatifu. Hilo ndio kanisa. Sio majengo makubwa, unapotea na majengo. Tabaki kushangaa majengo. Sisi tumeshaondoka. Haleluya. Anasema sifa ya pili,
hiyo madhabahu, huyo mchungaji anayesimama katika madhabahu ya Mungu lazima atoe huduma zote za kimungu bure bila kutaka pesa. Haleluya, amina. Huyo mtu anayesimama kwenye madhabahu, mchungaji anayesimama kwenye madhabahu ya Bwana, Mungu anasema lazima atoe huduma zake zote bure, maombi na maombezi bure, kubaraka na kuinuliwa na kuwasaidia watu kwa moyo, asitake pesa yoyote wala dhahabu. Akishaingiza pesa, huyo tayari kimbia. Nabii wa Bwana. Haleluya. Lazima huyo mchungaji anayesimama katika madhabahu ya Mungu atoe huduma za kimungu zote bure pasipo kutaka pesa. Haleluya. Tukasome kitabu hiki Mathayo sura ya 10 mstari wa 6. Mchungaji lazima ahakikishe anazingatia sheria zote ambazo Bwana amemwagiza. Kitabu cha Mathayo sura ya 10 ule kuanzia mstari wa 6 hadi wa 10, anasema maagizo ya Mungu katika huduma ya mchungaji. Alipewa karama bure, atoe bure. Haleluya, amina. Anasema mstari wa 6, anasema afadhali shikeni njia kuendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kwa mchungaji anapewa agizo, ni afadhali mchungaji ulioitwa na Mungu uende mitaani na masokoni ukawatafute wakondoo waliopotea ili wapate kutubu na kurejea kwa Bwana. Hiyo ndio agizo ambalo Yesu anaagiza kwa mara ya kwanza. Mstari wa 7, na katika kuenenda kwenu hubirini mkisema ufalme wa mbinguni umekaribia. Cha pili, umepewa kwenda kuhubiri na kuwatahadharisha watu kwamba watubu, maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Mstari wa 8, pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure, toeni bure. Haleluya. Anasema ombieni watu magonjwa, fufueni wafu, watoleni watu mapepo, mlipata hiyo huduma bure, toeni bure. Mimi nashangaa wachungaji leo wakikuombea sema leta hela. Lakini sikia Yesu anasemaje? Mlipata bure, toeni bure. Wewe mtu wa mahali hapa, hebu fikiria. Haleluya. Kwa lazima uelewe. Anasema msichukue dhahabu wala fedha mishipini mwenu, maana mtendakazi astahili posho lake. Mchungaji mwajiri wake ni Yesu. Kama mchungaji mwajiri wake ni Yesu, yeye mchungaji kama mwajiri wake ni Yesu, Yesu amemletea watu. Yesu ndani ya ofisi yake ndiye anayeamua leo mchungaji nimlipe kiasi gani kwa ajili ya kazi hii anayoifanya mchana na usiku kwa ajili ya kulea kondoo wake. Kwa mchungaji mwajiri wake ni Yesu. Sema wachungaji wanataka mafanikio ya haraka. Hawataki mafanikio yenye nguvu katika Roho Mtakatifu, bali wanataka wasifike kwa magari, wasifike kwa machumba. Hawataki sifa ya kuwa na Mungu, wanataka sifa ya kuwa na vitu. Wote wamepotea. Rudini kwenye mstari. Hata kama uko Marekani, ninakwambia ulipata